yani Criminal Procedure Act, zaidi hasa kwenye ile sehemu ya committal proceedings. Sijaona sehemu yoyote ya sheria hii ambayo inaipa mamlaka mahakama hii kutoa amri kadiri ya maombi ya mshtakiwa, yaani mahakama kumlazimisha mkurugenzi wa mashtaka aweze internally prosecute au kufile information mahakama kuu. Mawasilisho ya pande zote mbili bado yapo kwa mujibu wa kifungu cha 245 kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Mahakama haiwezi kutoa amri ya kulazimisha internally prosecute bila kuwepo kwa kifungu cha sheria au kumtaka mkurugenzi wa mashtaka mara moja aweze kufile information mahakama kuu, kwa kuwa hakuna kifungu cha sheria kinachosema hivyo. Nini mahakama ifanye? Kama nilivyosema awali, mazingira ya shauri hili kwa mawasilisho yaliyotolewa kwa pande zote mbili, jalada hili bado lipo katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mujibu wa kifungu cha 245 kifungu cha 5 kwa ajili ya maamuzi. Hivyo basi ninawataka upande wa mashtaka kukamilisha haraka iwezekanavyo hiyo hatua ya uamuzi, ili basi hoja zile zilizosemwa zote na upande wa utetezi kwa maana ya mshtakiwa kuhusiana na kukaa muda mrefu mahabusu kuchukua sasa siku 83 mpaka leo, lakini hasa akizingatia kusema yeye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani, basi ziweze kujibiwa mara moja, ili mkurugenzi wa mashtaka aweze kuamua kupeleka jalada hili mahakama kuu au vinginevyo, ikiwemo internally prosecute. Hivyo basi hakuna kifungu kingine chochote cha sheria kwa mujibu wa shauri hili katika hatua hii ambacho mahakama inaweza kuwa moved isipokuwa 245 kifungu kidogo cha 5 cha shauri hili kuliahirisha mpaka tarehe ijayo, ambapo upande wa mashtaka mahakama ina waamuru kuja kutoa status nyingine ya nini uamuzi umetolewa mkurugenzi wa mashtaka juu ya shauri hili. Hivyo tunapanga tarehe nyingine, tarehe 16 Julai na shauri mahakama kuu. Okay. Tarehe 15 sasa. 15 sawa? Yeah. Shauri mpaka tarehe 15 mwezi wa 7. Lakini kabla sijanyanyuka, nitoe maelekezo kwa parties to the case
wahusika wenye shauri hili, maafisa wa mahakama na wote. Ninatambua kwamba shauri hili lina mvuto kwa watu wengi, lakini mnapaswa kufuata utaratibu wa mahakama. Mahakama hapa ina utawala. Unapoingia mahakamani, umekuja kwenye kesi, fika, kaa. Ukishakaa usifanye kitu chochote isipokuwa umeruhusiwa na utawala. Kama kesi haijaanza, kama kesi iko mahakamani, utaruhusiwa na hakimu na sio vinginevyo. Nafikiri nimeeleweka. Ipo vitu vimekuwa vinaendelea kabla ya shauri halijaanza, mahakama haijaanza. Mtu anaibuka, ananyanyuka, anafanya visivyofaa. Usipelekee utawala kuchukua hatua nyingine, wala usijikute unafanya contempt of court. Umekuja salama, urudi nyumbani kwako salama. Isitokee ukabaki hapa ukashtakiwa kwa kosa jingine. Ni marufuku kufanya chochote kile. Nafikiri nimeeleweka. Maafisa wa mahakama, mawakili wa serikali na wa kujitegemea, mnajua utaratibu wa mahakamani, zingatieni hilo. Nafikiri nimeeleweka.